So leo Rigathi Gachagua, the Martha Karua, alafu tuko na Eugene Wamalwa, tuko na Mithika Linturi, tuko na Justin Muturi. Hiyo kikosi yote leo imejiunga pamoja. Na so leo wamemkaribisha ambaye alikuwa Interior CS Bwana Fred Matiang'i. Yaani saa hii tunasema squad iko full and complete. Saa hii si ile squad ya kubahatisha. Actually guys, this squad is a strong squad ambayo inaweza muunseat the current president ambaye ni president William Ruto. Lakini strategy, hawa watu wako na strategy ipi ndio waweze kumtoa huyu ambaye ni president wa sasa William Ruto? Ukiangalia bargaining power, actually these people has the bargaining power ya kudecampaign bwana president William Ruto. Ukiconsider na hard economic crisis currently, saa hii ukiangalia kila mtu, okay, at least good number of people wanalia kuhusu uchumi ni mbaya. So ukiconsider the situation venye iko, hawa watu wako na bargaining power ya kudecampaign Daktari William Ruto. Lakini mpenzi mtazamaji, usikose kuangalia kuwa watu wote, ukiangazia Daktari Fred Matiang'i, vile vile ukiangazia mtu kama Rigathi Gachagua, ukiangazia mtu kama Kalonzo Musyoka, Martha Karua, hawa watu wote wako na support base yenye wakileta kwa meza at least inaweza kaa counted, yani wako na numbers. Siku zote tunasema kuwa politics is numbers. Kama una numbers, wewe uhesabike kama mtu ambaye unaweza leta challenge at least kwa any position in the government ama in any elective seat. So ukiconsider, kama tukianza na Daktari Fred Matiang'i, of course Fred Matiang'i anajifunia ule umaarufu ambao alikuwa nao akiwa kama Minister of Education, vile vile akiwa kama Minister wa Internal Security. Matiang'i alikuwa na umaarufu, so alikuwa anajulikana. So ule umaarufu wa Fred Matiang'i ukiangazia na Rigathi Gachagua, the truthful man, kuja kuwa fame of recent akiwa impeached, wengi wakakuwa na ile sympathy na yeye, wakisema kuwa impeached irregularly, mambo mingi ikasemekana pale, of which bado wanasema hiyo mambo iko kotini. Lakini mpenzi mtazamaji, ukiconsider hawa watu wote wawili ama watatu, ukiangazia Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua pamoja na Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa, that is a strong fight against the Daktari William Ruto. So si kitu mchezo, number one. So mahali ambapo tunakuja kukuwa na shida ni hapa ambapo tunauliza nani ndiye atakuwa nani na nani ndiye atakuwa nani. Mfano, let's say these people wamekubaliana kuwa watampa support Daktari Fred Matiang'i. Je, nani ambaye atakuwa kama deputy president wa Matiang'i? Ukiconsider watu wote wako na umaarufu, huyu ni Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka amekuwa akifanya support. Kalonzo Musyoka amekuwa akimsupport bana Raila Odinga for long. Kalonzo Musyoka amekuwa kama, okay, tuseme sasa yeye ataonekana kama mwenye amekuwa akitumiwa for long. Haya, Martha Karua for recent amekuwa candidate, deputy candidate wa kinara wa sasa ambaye ni upinzani, ambaye ni Raila Amolo Odinga, ambaye wengi wanasema yupo serikalini, of which hilo tutalizungumzia baadaye. Lakini mpenzi mtazamaji, ukiangalia hapa ndipo kutakuwa na kisungumukuti. Nani ataunga nani mkono? Of course, Rigathi Gachagua amesema kuwa yeye nia yake ni moja tu, Kasongo aende nyumbani. Lakini je, hiki kikosi, hii squad itapangika vipi? Actually ukiangalia ni squad muhimu sana ambayo iko na uwezo wa kumtoa president wa sasa ambaye ni William Ruto. Lakini je, hii squad itapangika vipi? Nani atakuwa president? Of course, let's say watamuunga mkono Daktari Fred Matiang'i. Nani atakuwa kama deputy wake? Let's say ukiangazia mahali ambapo kuna numbers, tuseme the mountain. Of course hapa the mountain tuko na viongozi wengi pia pale ndani. Lakini je, nani atakuwa nyuma ya Fred Matiang'i? Na je, huyu mwenye atakuwa nyuma ya Fred Matiang'i, hawa wengine watakubaliana? Juu mmoja anaweza jitokeza seme, ama Fred wanaweza piga kura like what yenye ilifanyika na Rigathi Gachagua pamoja na Kindiki. Kura zilipigwa mingi,
ambazo Rigathi Gachagua alipata kura 5, akasema Kindiki alipata kura 27. Lakini ukiangazia mpenzi mtazamaji, hapa itakuwa kisungumukuti. Hapa ndio kutakuwa na challenge. Vile vile mpenzi mtazamaji, another challenge ambayo hao viongozi watapata ni ile public perception. Je, wananchi watawakubali kivipi? Unajua kuna ile hata before mwanze kucampaign wananchi watakuwa mumegawanya wananchi wamewakataa tayari mapema, yani mnaanza kitu ambacho tayari kimeanguka. Je, wananchi watawakubali wakiingia katika streets ama wakianza kucampaign for 2027 election ama presidency? So mpenzi mtazamaji, itakuwa kisungumukuti jinsi ambavyo wananchi watawakubali hao watu. Although nimekuambia kuwa sasa hivi tuko na economic crisis, yani kuna shida ile ya uchumi, watu bado wanalia uchumi ni mbaya. Wale ambao wako na biashara wanasema uchumi ni mbaya. So labda this quote ikiingia na hiyo weak point kwa yani ikiingia na hiyo sera kwa mwananchi, vile vile itakuwa nguzo muhimu kwao, ama itakuwa fimbo kwao kutembelea. Sera zao ni zipi? Watatuzia nini? Wako na nini? Ama nia yao tu ni kumuondoa Daktari William Ruto kutoka uongozini. Lakini after wamemuondoa Daktari William Ruto, hamwezi kuwa na mission ya kumuondoa William Ruto kama hamuna kitu yenye mnaenda kufanyia wananchi. Bado tutarudi pale pale square one. Tutarudi pale pale ambapo tunasema hii serikali ya William Ruto ilikuwa hii serikali ya Uhuru Kenyatta bado tutarudi pale pale. So number one, these leaders lazima wakae na kitu ya kwenda kufanyia mwananchi, na lazima tuangalie sera zao kwanza ni zipi, wako na nia gani kwetu sisi wananchi. So tusipige kura kwa nia ya kumuondoa Daktari William Ruto bila kuangazia manifesto yao inasema vipi. Vile tumemsikia Morara Kebaso amejitokeza akisema kuwa hii sikodi kuna ish kidogo. Anasema kuwa hii sikodi ile ambayo ilikuwa imesumbua wananchi, hii sikodi imekuwa na corruption cases mingi, so hii sikodi haiko imara kusimama against President William Ruto. Kitu ambacho wengi wanasema kuwa Morara Kebaso ni kama pia yeye amekuwa sasa ndani ya serikali, ameingia ndani ya serikali. Wengi wakisema kuwa Morara Kebaso vile vile aangaliwe vizuri, ni kama amepewa mfupa wanamumunya polepole, kitu ambacho tumemuona akitoka polepole kutoka kwa skudi ya Rigathi Gachagua. Kwani Martha Karua kilaunch chama chake, huyu Morara Kebaso alikuwa pale na akasema yeye pia hana tatizo lolote na mwenye atakuwa president ama mwenye atakuwa deputy. Yeye nia yake ni apewe tu kitu moja tu ya kusimamia mambo na corruption cases. Sasa iweje tena huyu Morara Kebaso amejitokeza leo na kusema kuwa hii squad iko na shida?